Karibu Dudumizi Technologies. Jina langu naitwa Mkata Nyoni. Katika mafundisho yetu ya leo tutaangalia ni jinsi gani utakapoweza kusajili .tz domain. Kama mnavyofahamu kwamba watu wengi sana bado wanatumia kodi katika kusajili domain ya .tz. Na mara nyingi sana utakuta kwamba wewe kama mhusika ndio ambao unafahamu, utakuta kama mtu mmoja ndio anafahamu. Lakini kwamba wafanyakazi mko wengi wanakuja, wanaondoka. Kwa lazima tuwe na njia jinsi gani tutakavyoweza kurithisha yale maarifa. Na kurithisha maarifa sio lazima kila mtu anakuja unamfundisha. Kwa ndio maana tumetengeneza video tutorial hii tukiwa kama mojawapo wa wadau ambao na sisi tunasajili domain ya .tz kutokea Tiznik. Tumetengeneza mafundisho haya yatakusaidia wewe au yatakusaidia wale watu ambao wanataka wajifunze ni jinsi gani atakapoweza kusajili .tz domain. Hivyo twende kazi. Kitu cha kwanza kabisa ambapo unatakiwa kuwa nacho kama unataka kusajili .tz domain, inabidi uwe na client au na software ambayo itakao kuwezesha wewe kulog in kwa kutumia SSH moja kwa moja kwenye server. Na kuna software za aina nyingi, lakini moja ambapo sisi tumekuwa tukitumia na tunaona imeonyesha matokeo mazuri inaitwa PuTTY. Kwa kitendo cha kwanza kabisa inabidi uende Google na ukaidownload PuTTY yako. Kwa utaenda tu moja kwa moja utaandika Google na kudownload, itatokea hapa na utaendelea. Sitaweza kueleza jinsi gani unaweza kudownload PuTTY kwa sababu PuTTY ipo very straightforward. Baada ya kupata PuTTY yako, kama unaweza kuwasiliana nami katika address yetu ya info@dudumizi.com, tutaweza kutumia PuTTY bila matatizo yoyote. Kwamba unapokuja katika PuTTY ni straightforward, inabidi una click PuTTY yako. Unapo click PuTTY yako, hii ndio interface ya kwanza kabisa ya PuTTY. Katika interface ya kwanza kabisa ya PuTTY, kitu cha kwanza unatakiwa ni kuandika IP address ya server yako. Ngoja ni copy kwa sababu mimi bado sijakalili IP address yangu. Hii ndio IP address yako. Baada ya kuandika IP address ya server yako, kitu kinachofuatia hapa, hii ni sehemu ya poti. Hii poti kuna wengine wamebadilisha, wengine hawajabadilisha. Wengi sana kutokana na sababu za usalama wanaibadilishaga hii poti ili kuzuia malicious, sababu kuna watu wanatumia sana, wanakuwa na send traffic za ajabu katika hii poti na kufanya server iwe busy. Kwa ukiblock hii poti inakusaidia sana kupunguza server kudili na request ambazo hazina umuhimu. Kwa hiyo kama umebadilisha hii poti inabidi hapo andike port. Kwa kama sisi tumebadilisha Dudumizi, kwa hapa tutaandika poti ya Dudumizi. Baada ya kuandika poti ya Dudumizi, hakuna kitu kingine chochote kwamba utakliki open session na itaanza kuopen PuTTY. Kama ni mara yako ya kwanza itakuuliza swali unataka kuhifadhi vitu fulani, utaandika yes na kuendelea. Kwa hapa utaandika username yako ambapo kama unamiliki dedicated server maana sana na kobo ni root, kwa utaingiza root. Sehemu ya password. Sasa kumbuka PuTTY ina features moja ambayo kidogo inachanganya kwamba unapoandika password hakuna kinachotokea. Kwa unaweza kaona kwamba mbona ninaandika lakini hamna kinachotokea, usihofu. Hii ni kwa sababu ya usalama ili kuepuka watu ambao wapo katika mabegi ya man at the shoulder tunawaita. Kwa hiyo moja kwa moja hapa tunaandika sasa password yetu ambayo kwangu mimi sisi wengine inakuwaga ngumu kuongea, huku tunaandika lakini tunajitahidi hivyo. Kama atakuwa sijakosea, nimefanikiwa. Kwa hiyo kwamba hii ndio stage ya kwanza, wewe tayari umesha access server yako. Kumbuka kwamba hapa umeaccess server, lakini unapotaka kufanya registration na domain yoyote unatakiwa uaccess Freddy client ambayo ipo installed katika server yako. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuaccess server ambayo tumeshamaliza. Hatua inayofuata sasa ni kuaccess kuaccess Freddy client. Kuaccess Freddy client ni rahisi sana. Ukiwa katika server yako tayari unaandika tu Freddy client. Baada hapo utabonyeza enter, itategemea sana speed ya server yako. Kama speed ya server yako kama unavyoona ya Dudumizi hapa faster, basi itaenda haraka sana. Kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukiona hapa, umeona hii hapa hii unapojisajili Tiznik, kila registrar anakuwa anapewa registrar number, kwa hiyo au jina registrar. Kwa hiyo hili hapa ndio utakalofanya nini itakapokuwa inaonekanika hapa.
Kwa hiyo kwamba sasa hivi nimeshaingia katika port yangu ambayo moja kwa moja ina connect katika server ya Tiznik. Kwa sasa hivi hapa ninaweza nikafanya command nyingi sana. Tutajifunza vitu vingi sana. Kwa mafundisho haya yatakuwa siku moja, yatakuwa ni hatua baada ya hatua. Leo hii tutajifunza jinsi gani tutakapoweza ku create new domain. Tutaje kujifunza siku ya mwisho vipindi unaweza ukafanya vitu vingine. Sasa twende kazi. Katika create new domain, hii Freddy client ina features moja ambayo ni nzuri sana. Endapo wewe haujui unachokifanya au hujui nini unachokitaka, unaweza tukabonyeza moja kwa moja help na ukabonyeza hapa enter. Baada hapo itakupa komandi zote ambazo unaweza ukazitumia katika Freddy client. Umeziona? Hizi zote ni komandi ambazo wewe unaweza ukazitumia katika Freddy client. Kwa hiyo basi ni njia rahisi sana ambapo unaweza ukafanya nini? Ukaziona komandi zote katika Freddy client. Sasa basi kama unavyofahamu, leo hii tutajiangalia ni jinsi gani tutakapoweza kucreate domain katika Tiznik. Sasa kwa nini nimechagua kucreate domain moja kwa moja? Sababu kabla kutengeneza domain kuna vitu ambavyo vinatakiwa vya uangalizi ambavyo tutakuja kuvifanya. Kwa hiyo kipindi tunavifanya hivyo vitu utajikuta kwamba umesoma vitu vingi sana vya muhimu ambavyo wewe unahitajika kipindi unasajili domain ya .tz. Tupote. Usio na hofu, ni hatua ambazo zipo straightforward kama vile unavyosema kama kunywa maji. Unaposajili domain ya .tz kwa kutumia input client, vitu ambavyo unavyohitajika ni vitu vikubwa vitatu. Kitu cha kwanza unatakiwa uwe na contact. Contact zipo za aina mbili. Kuna contact za yule mwenye jina la domain au mwenye ile domain ambao tunaita nani? Tunaita registrant. Na kuna contact za nani? Za technical person. Endapo kutatokea tatizo lolote la ile domain, ambapo hapo sasa ndio yule atakayefanya nini? Ndio atakao tafuta. Funi kuonesha mfano mzuri. Twende labda Tiznik. Twende Tiznik. Tukishaenda Tiznik, search for domain. Tuangalie ni tutafute domain moja. Nataka kuonesha vitu kwa mfano kabisa. Kwa mfano hapa mimi nika click dudumizi.co.tz. Alafu nika click search. Ninapo click search dudumizi.co.tz, simona imeniletea details hapa za dudumizi.co.tz. Kwa hiyo basi utajikuta kwamba huyu ni order, huyu ni administrative nini? Contacts ambazo hapo. Huyu ni mtumiaji, huyu ni administrative contacts. Hawa watu wawili wanaweza kawa wamoja. Na vipi kwamba hapa itakuonesha nani? Registrar. Nani ni registrar wa hiyo domain ambao umeona hapa reg nini? Dudumizi. Inafanana sana na ile tuliyoiona kipindi tumefanya nini? Kipindi tumeanza huku Tiznik. Kwa hiyo basi unatakiwa kuwa na hizi registration mbili. Unatakiwa kuwa na contact mbili. Contact ya kwanza administrative contacts ambayo ni miliki au registrant, na ya pili unahitajika kuwa na technical contact ambayo huu umeona sisi yote hapa imefanana kwa sababu hii domain ni ya Dudumizi. Iko kitu cha kwanza. Kitu cha pili unahitaji kuwa na hizi name server ambazo katika Tiznik hapa tunaziita NSSet. Kama ukiangalia hapa list NSSet, check NSSet. Kwa hizi NSSet ndio name server ambazo wewe utatakiwa kuzisajili katika nini? Kuzisajili katika Tiznik ili uweze kutumia hiyo domain yako. Na kitu cha tatu kabisa ambacho utakuja kukitajika ndio hicho kwamba ni domain yenyewe. Kwa hivyo basi hatua ya kwanza unasema ni kutengeneza contact. Kwa tuangalie ni jinsi gani tutakavyoweza kucreate contact katika Freddy client. Kutengeneza contact katika Freddy client ni rahisi sana. Kuna njia za aina mbili. Kuna njia ya kwanza ni shortcut, maana yake unaingiza kitu kimoja baada ya kingine, na kuna njia ya pili ambayo kama unakumbuka vitu vyako vyote unavitengeneza komandi moja. Mimi nitakufundisha ile njia kimoja baada ya kingine. Kwa hiyo ni rahisi sana. Unabonyeza tu alama mshangao, alafu unabonyeza nini? Unaandika create _ contact. Ukitafuta hapa katika create ipo C. Simona hii hapa contact.
ndio the same, unatakiwa tu uandike hili, ila bila kusahau aka alama cha mshangao mwanzoni. Kwa kuandika alama cha mshangao mwanzoni, hii put na Fred client inakuwezesha wewe kuingiza taarifa moja baada ya nyingine, na mwisho inakupa summary. Tutaja kuona jinsi gani inavyokuwa. Baada hapa tunaandika enter. Tunapoongeza enter itaanza kabisa. Simuona hapa ina nini? Inakwambia interactive input mode started. Uzuri wa interactive input mode kwamba inakuruhusu wewe kuingiza taarifa moja baada ya nyingine. Hivyo basi siku ya mwisho unajikuta kwamba umezingiza zote, alafu yao inakuja kufanya summary. Baada ya kufanya summary inafanya nini? Inakuuliza, je, unataka ku-create kitu? Una push, then mambo yote yanafanya nini? Yanakuwa yamekamilika. Kwa hapa ni ID ambayo ndio natakiwa. Mimi ninaandika ID LXF. Hii ni Kichina, waga lianshi fangshi waga mimi napendaga. Kumbuka kwamba jijengee mazoea ya kuwa na format au mfumo wa hizi nini, mfumo wa majina au kuita majina. Hata watoto wa nyumbani siku hizi watu wengi sana wanapenda watoto kama wakianzia wote huyu Liana, huyu Linux, huyu Linani. Kwa hii inakusaidia hata kutokuwa na duplicate ya nini? Duplicate ya majina. Situpote. Kwa hiyo kwamba kwa sababu ukiwa na majina contact busy zinazofanana hizo zikaingia, kwa lazima uwe na njia ya kutofautisha majina. Kwa sisi kama hapa mimi mfano best practice ambayo tunatumia dudumizi kwamba tunaanza na LXF. LXF manake ni kwa contract zetu wenyewe, range function. Kama za wateja tunatumia nini? CL. Kwa manake CL client. Kwa tunaanza CL1 jina la client, CL2 jina la client, na tunaendelea katika mtindo kama. Utaja kuonesha kwamba jinsi gani utakapoweza wewe kuangalia contacts au ambazo tayari zipo katika input katika Fred client. Okay, range function hapo ninaandika dudu. Mimi napenda kutumia alama kubwa. Dudu Miss Technologies. Okay, Dudu Miss Tech. Nimeshamaliza hapo. Hiyo ndio nini? Ndio ID. Sasa kumbuka kwamba hapa pana vitu viwili, kwamba kuna ID na name. Unapoandika ID na name, kwamba ID ambayo inatakiwa iwe na hazifanani, ambapo kwenye name zinawezekana zikafanana, lakini kumbuka kwamba ID iwe special. Mimi personal ambacho tumejijengea mara nyingi sana waga tunaandika zinafanya nini, zinazofanana. Email address yetu kama kawaida ni info@dudumizi.com. Hapa watu wanasemaga unauza .tz, wewe mwenyewe unatumia .com. Sio mbaya kwamba tutakuja kufika huko taratibu, kwamba hii ni global, tukija kwamba ina specialize kwa Tanzania tutakuja kutumia .tz. Kwa hiyo CTZ niko akanitolea macho, bwana nani nyinyi dudumizi mbona mnafanya hivi? Tunaendelea. Hii ni street address. Sisi tupo hapa Shamo Park House. Mtaa gani? Goigi. Hapa Mbezi Beach. Goigi. Mbezi Beach. Tayari. Baada hapo nina click enter. Street 2 sina, ni optional. Sibona hii required. Kwa lazima uandike moja, afu hii unaweza ukaiacha. City Dar es Salaam. Dar es Salaam kama kawaida nina click enter. Postcode hii ni lazima. Postcode yetu ni 60,170. Tunabonyeza enter. Country code hii ni ya muhimu sana, kwamba utakaposahau hii country code au kaingiza sio, kwamba haiwezi kukubali. Kwa lazima ukumbuke unaandika ya Tanzania. Ya Tanzania inaitwa nini? Ina TZ, zote ni caps. Kama ni Kenya KE, kama ni South Africa ZE, kama ni Marekani US na kuendelea. Province sisi hapa Tanzania hatuna, na ni option. Hii nayo ni organization, kampuni. Kwa mfano kumbuka hizi ndio details ambazo zitakuja kumuonesha kampuni gani na umiliki. Simona kama hapa administrative yapo Dudumizi Technologies Limited. Kwa hiyo kumbuka kwamba na hii ina muhimu sana. Kwa hapa mimi naandika ni nini? Naandika Dudumizi Technologies nini? Limited.
Kwa baada hapo Dudumizi Technologies Limited nitabonyeza enter, password required by self authorized transfer. Kumbuka kwamba hii endapo kuna mteja anataka kutransfer hiyo domain, kwa anaweza akatumia hii password, lakini kwamba Tiznik wanashauri hapa usiingize kitu ili system generate yao yenyewe automatic, kwa sababu utakapo generate wewe kwamba kuna uwezekano kutokea confusion. Kwa hiyo tunashauri kwamba hii acha na kwa option na bonyeza tu enter na kuendelea step inayofuatia. Phone number hapa pazuri kwamba kumbuka, angalia hii format ya simu, inabidi uanze na namba country code, unafuatia na nukta alafu namba zako. Kwa kama sisi namba zetu ni 786 718 753 56 11 23. Subiri niandike yangu. Kwa hiyo kwamba umeona hii ndio format ya nini? Hii ndio format ya hiyo kodi ambayo unatakiwa fanya nini? Unatakiwa hapa wewe uandike. Baada ya hapo unakuja unabonyeza nini? Unabonyeza enter. Ukishabonyeza enter hapo, sipendeke white background sababu ile nani na rangi ilikuwa inatuchanganya kidogo. So ni push hapa. Unaona vizuri. Fax, squeeze fax ishakopo ni nani? Disclose flag required mona. Sasa hii inachokuwa kwamba kuna baadhi ya watu unataka labda kuhide baadhi ya information. Labda unachukua kwamba unataka kuhide user na namba ya simu, unataka kuhide email. Kwa sababu katika hacking mara nyingi sana utakuta kwamba aswa katika wanaita nini? Hii social engineering. Katika social engineering wanachofanya very simple kwamba mtu anachokuja anaweza kaona hii namba yako ya simu, akishajua siku moja tu akapiga simu, bwana mimi nyinyi hapo Dudumizi mwenye domain fulani, sisi hapa Tiznik domain yenu na matatizo ina hii. Kwa hiyo inawezekana hapa mtu ambaye hajui akajikuta anatoa credentials zote. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wana prefer ku hide details. Kwa hiyo kama unani utabonyeza yes, kama utaki wengi sana bonyeza tu no na kuendelea tu kama kawaida. Hapa utajikuta kwamba ni VAT kama ipo, ina ni option, tunaendelea. Identification number required if set, tunaendelea. Notification email, kwa sababu juu tayari tumeshaandika email. Notification email na email ya juu tofauti ni wapi? Kwamba kuna domain ina expire, kuna tatizo lote linalohusu na domain. Kwa hii notification email tutakayoiweka hapa. Kwa hiyo inawezekana ukaamua kwamba email ya juu ni ya mmiliki, email ya chini unaweka hapa ni kwa ajili ya notification zozote kwa ajili ya Tiznik. Kwa mfano labda juu umetumia info, hatutaki sana tu tupokea email, lakini kwa experience Tiznik hawatumi email nyingi sana katika katika hii nani. Kwa hiyo usipoandika manake notification email itatumika tu ile ya juu, transaction ID ambao na ina nani. Kwa hadi hapo utajikuta kwamba umeshamaliza vitu vyote vya muhimu ambapo unataka kutengeneza client. Na hapo inakwambia kabisa kwamba interactive input completed, press enter. Ukibonyeza enter itakuuliza kwamba kama ukiangalia umeona hapa kwamba hii ni comment ambayo nilikwambia mwanzo kabisa. Kama ngopo unaikumbuka ungeweza kuiandika hii yote, lakini kwa kuwa wewe ukumbuki ndio maana tumeenda hii interactive. Kwa maana yake kwamba hii ni comment ambayo itakayokuwa submitted. Umeona hapa command to issue. Kwa nitakapobonyeza yes, usibonyeze no, nikabonyeza enter, hii itakwenda itatumia kidogo, imekamilika. Kwa sasa hivi usiogope hapa error message ando mautade tunaita ya Tiznik. Kwa hivyo basi tumeshatengeneza contact yetu na sasa hivi inajulikana kwa LFX/Dudumizi Technologies. Mwanzo niliongelea kwamba ili kuepuka ku duplicate contacts lazima uwe na scheme ya kuwa una increment hizi contact zako. Wewe mwenyewe unazoamua kwamba hizo fanya randomly any method ambayo wewe itakafanya wewe utakayokuona unayoiona wewe ipo suitable. Unaweza ukatumia hata vile namba katika contact ID. Kazi sio lazima utumie maneno. Kwamba baada ya hapa tuangalie kama ile nani yetu tayari ilifanya ile contact ipo created. Nitalisti contact
hapa sasa nimechapia list contact, nikibonyeza list contacts, kuna s inatumia muda, kuna contact 80. Sibaona contact yangu mimi tayari ipo created hii hapa. Na umeona kwamba kuna nyingine LFX hapa, kuna nyingine tutumia CL, na hizi sana ndio tunafanyia nini? Tunazifanyia incremental, kwa zinaongezeka siku hadi siku. Kwa hiyo basi hiyo ndio hatua ya kwanza ya kutengeneza nini? Ya kutengeneza contact. Hatua ya pili inabidi utengeneze NSSet. NSSet ndio hizo kwamba ni name server. Kama ambapo hapa umeziona name server za nini? ns1.dudumizi.net na ns2.dudumizi.net, ns3.dudumizi.net na kuendelea nyingi. Kwa hiyo kitu cha kwanza inabidi uangalie kwamba je, NS nataka kutengeneza ipo au haipo. Kwa mimi hapa kuangalia NS ni very simple. Unaenda to list _NSSets. Unaongelezea s mwisho. Kizungu. Haya. Tumeongezea nani s, kwa zimekuja NSSet zote ambazo tayari zipo. Sisi hapa tuna ngapi? Tuna 28. Tuna moja ambapo hapa ya dudumizi, tuna dudumizi host na nyingine nyingi. Sasa kwa kuwa hii lengo la leo ni kukufundisha wewe jinsi gani ya kutengeneza hivi vitu. Kwa hiyo kwamba mimi tutaenda step by step katika kuendelea huko. Kutengeneza NSSet ni rahisi sana. Kwamba kama kawaida yetu tutatumia ile interactive command ambayo unabonyeza tu alama mshangao create _NSSet. Hapa hamna s ile mambo ya kizungu hapa. Hapa singular and plural hapa haijaingia. Baada hapo utabonyeza enter. Kwa hiyo hapa inaanza NSSet zetu kama kawaida, NSSet ID ambao mimi tunatumia sana /dudutech. Nadhani hii haipo kwa sababu hapa pana dudumizi yake. Dudutech hapa haipo. Nitabonyeza enter. Okay. Sasa hapa ni name server. Sasa hapa pana kitu cha msingi ambacho takiwa. Hapa ni zile name server zako ulizokuwa unatakiwa fanya nini? Kuziweka. Kwa kama hapa sisi tuna ns1 dudumizi na ns2 dudumizi. Kwa hiyo unaanza ns1.dudumizi.net. Na dei kidogo imestaki. Okay. Kwa hiyo kama unavyoona tunatakiwa tuingize NSSet, ambapo kama kawaida yetu tunaingiza ile ns dudumizi tuseme ns dudutech. Ns dudutech. Mimi napenda kutumia caps. Dudutech, unabonyeza enter. Hapa natakiwa cha kwanza ambapo ndo kama tunaingiza NS yetu, tunasema ns1.dudumizi.net. Nabonyeza enter. Hapa sasa unatakiwa uingize NS ya kwanza server address yake. Maana yake hapa ni IP address. Kwa hiyo kama unatumia .tz domain unatakiwa hapa uandike IP address. Ila kama unatumia .com domain hamna haja hapa kuingiza IP address au .net na vingine vyote. Kwa kama mimi hapa natumia .net, kwa hapa singizi ya IP naingiza net kuweza kuingiza NS ya pili, ambapo hizi at least zakiwa ziwe mbili .dudumizi.net. Kwa hiyo kwamba hapa nimeshamaliza kuingiza NS zangu na sitaki tena ya tatu, nimebonyeza enter. Kama ukiangalia hapa kwamba hii hapa iliniuliza ya nani address, nikasema kama kawaida, kama nilivyokataa hapa nikakataa. Baada hapo ikaniuliza je, nataka kuingiza NS ya tatu. So kuna watu wana NS server hata 4. Kwa hiyo kama unataka kuingiza hadi 4 unaweza ukaendelea tena hapa ns4 dudumizi.net, ns5 dudumizi.net na kuendelea. Hapa sasa tunaingiza wale wale administrative contact ambazo kama unakumbuka tulisema liangshi function, alafu tunaingiza dudumizi.
huyu ndio likopo ni nini? Ndio likopo administrative nini? Technical contact. Kumbuka hapa unaomweka ni huyu ambaye atakayetokea hapa endapo kutatokea issue yoyote inayohusiana na hiyo domain. Kwa huyu ndio mtu ambaye atafanya nini? Ndio mtu ambaye Tiznik atawasiliana naye, au mtu ambaye kwa issue yote ambayo inahusu technical yeye ndio atakuwa responsible. Kwa hiyo baada hapo unabonyeza nini? Unabonyeza enter. Kumbuka kwamba tumeshaona jinsi gani ya kutengeneza. Jinsi ya kutengeneza any contact zinakuwa zinafanya nini? Zinakuwa zinafanana. Kwa hiyo hakuna kitu chochote cha ziada ambacho sisi tutatumia katika kutengeneza nini? Katika kutengeneza hii contact. Kidogo internet inasumbua. Kama unataka zaidi ya moja tutamweka wa pili, ila mimi sitaki mwingine, ninamtaka moja. Hii kama vivili kwamba password required by the server to authorize the transfer kama kawaida, ambapo tunasema tunaiacha, nabonyeza next. Report range 0. Hii kwamba details ambazo unakuwa unapata notification default siku zote imekuwa inafanya kazi. Unaendelea kwa hapo umemaliza. Hivi ndio vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuwa unavyo. Kwa baada ya hapo utabonyeza nini? Utabonyeza yes na kubonyeza nini? Na kubonyeza enter, na yao ita create contact. Ila kwa kuwa mimi tayari contact zetu zipo, kwa hiyo sitofanya nini? Sitobonyeza yes. Kwa hiyo basi hivyo ndio jinsi gani wewe utakavyoweza kutengeneza contact. Kwa hiyo hadi sasa hivi tumeangalia jinsi gani unaweza kutengeneza contacts, tumeangalia jinsi gani unaweza kutengeneza NSSet, na sasa hivi tunaenda kuangalia sasa jinsi gani utakavyoweza ku-create domain yako. Kabla ya ku-create domain, kitu cha msingi unachotakiwa ku make sure, je, una hela? Kwa sababu inawezekana una create domain pengine hauna hela. Hebu tuangalie hata Dudumizi sisi wenyewe kama tuna hela huko ndani. Kama kawaida ile nadhani credit info, nakumbuka kama ni credit info. Credit info hapa. Kwa hiyo unaandika tu hapa credit info. Hii inakuwezesha wewe kujua una shilingi ngapi katika hii account yako. Kidogo inakuja kwa hapa imeonyesha kwa hata mimi 3118. Kwa hata sisi hapa bado hatuna hela kutosha kama tungeamua kutengeneza hii nani. Nabuka kuna nani hapo jana ilitumwa, nadhani hapa haijaja. Okay, anyway, hiyo tuachane nayo. Kwa hiyo utatumia hii command kuweza kujua wewe una kiasi gani katika domain zako zote. Kila moja utaweza kujiona shilingi na shilingi ngapi, kwa sababu kwa domain moja ya Tiznik unajua shilingi ngapi ambayo ina cost. Utawasiliana na Tiznik wataweza kutaarifu kiasi gani ina cost. Kwa hiyo kwamba kabla wewe kuweza kutengeneza domain unatakiwa kuhakikisha kwamba unayo iko kiasi cha pesa katika nini? Katika hii account yako. Haya, baada ya kuhakikisha tayari una pesa za kutosha katika account yako, twende sasa kutengeneza domain yetu. Kama kawaida tunabonyeza alama yetu ya mshangao, tunashangaa if nani inaweza kutusaidia. Tunashangaa hapo nini? Create domain. Kwa hiyo ndio nani yetu ya kwanza kabisa ambayo command yetu ya kwanza ambayo tunatakiwa kufanya nini? Tunatakiwa kuingiza. Baada hapo utabonyeza enter. Unknown. Nimeongeza a hapa, hata kuniztua jamani. Haya. Kwa hapa sasa ndio unaingiza domain name yetu. Sisi tunaandika dudumizi.co.tz. Kwa hii ndio labda domain name ambayo tunataka kuisajili. Baada hapo ninabonyeza enter. Tupo registrant ID. Kwa hapa sasa unakumbuka hii ni registrant, not registrar. Registrant ni mmiliki wa nani? Wa hii domain. Kwa hiyo kama kipindi tunatengeneza contact, tunatakiwa tuwe na contact moja ya technical person na contact moja ya nani? Ya mmiliki, ambayo tayari tulishazitengeneza. Kwa mimi hapa labda nitumie tu LXF kwa sababu zote zimekuwa na Dudumizi. Okay, labda moja niite ili usichanganye client Dudumizi
nilishatengeneza mwanzo dudumizi, nilishatengeneza hii, labda nilita client 80. Tulishatengeneza hii account. Baada ya hapo password hii kama tumewafahamika, manake tunaendelea tu no. Hii ni NSSet ID. Sasa hapa NSSet ID unaingiza NS tulizoziingiza zile ambazo ni dudumizi. Tayari tumeshatengeneza hapo juu. Kama kawaida yake kama ambapo ipo inabidi uijue. Kama ambapo haipo inabidi uitengeneze alafu nini uijue. Kwa hapo tumeandika NS dudumizi. Key sets kama unazo, tunaendelea option period, kwa sababu period number of month ambayo inatakiwa sasa. Sasa hapa unasajili domain kwa muda gani? Kuna mwaka na miezi. Kwa hapo wewe cha kwanza andika tu nataka kama miezi mingapi, kama miaka ni miaka mingapi. Labda ni mwaka mmoja. Kwa experience wa Tanzania wengi sana wanapenda kusajili mwaka mmoja. Sasa hapa ndo unakuja unatakiwa sasa uandike, je, ulichoandika juu ni mwezi au ni mwaka. Kwa hiyo kwamba ukiandika year maana yake hiyo juu ni 1 year. Ukiandika month maana yake ni 1 month. Lakini that is kinapokea kuanzia 1 year. Kwa hiyo hapa administrative sasa contact, kwamba nani ambaye atakuwa ana administrate hii nani. Kwa mfano kama sisi client mwenyewe ndio atakayekuwa na nani ana administrate hiyo domain. Kumbuka kwamba unaweza administrative contact pamoja na registrant unaweza kumweka client. Alafu utakapoweka NSSet itachukua ID ya nani contact person, technical person wa hiyo nini, wa hiyo NSSet. Kwa hiyo utakopa na ID nani, unakuwa una contact 3. Ya kwanza registrant ambaye ni owner, kama hapa ukiangalia cha kwanza kuna hii holder, ya pili administrative contact, alafu cha tatu ni technical nini contact. Tupo kwamba hizo zote zimekuwa dudumizi kwa sababu zote ni za mtu mmoja. Kwa hiyo inawezekana kwamba hizi mbili zikawa za mtu mmoja, labda client fulani kandi fulani, afu ya chini kando ya nini la LFX nani LFX dudumizi ambao ni wao wenyewe nani, ni wao wenyewe dudumizi technologies. Baada ya hapo tunaendelea option inayofuatia, tuna create administrative contact kama wapo zaidi ya moja, ambao ukumbuke hivi kwamba unaweza ukafanya nini ukaacha hii hapa unaendelea, ambapo sisi tunageuza no. Hapa tunaendelea, unabonyeza tu enter option hiyo, client section ID unabonyeza enter. Hapa tumemaliza. Unabonyeza enter, itakupa sasa command gani hii itakafanya nini, hii itakayo run. Kwa hiyo itakwambia kwamba itatengeneza domain inaitwa dudumizi. Hii domain mmiliki wake ni huyu hapa, ambapo itatumia NSSet za dudumizi ambazo hizi umeshaziseti, na vile vile kwamba administrative contact ya hapa mtu ni nini, ni CL dudumizi. Itabonyeza, mimi hapa nabonyeza no, na baada ya hapo nitakuwa nifanya nini, nitakuwa nimemaliza. Unaweza ukaiona domain yako kama kawaida. Help ni mkombozi wetu. Kwa hapa mimi nita list nini, list domain, na unaweza not domain ni zaidi ya moja, kwa hiyo ni list domains, na unaweza ukaziona domain zote ambazo zipo katika nini, zipo katika hiyo account nini, zipo katika hiyo account yako. Kwa hiyo zote utaiona. Kwa hiyo domain yako kama ulishosajili utakuja kuiona hapa, ambapo hizi zimepangwa nini, zimepangwa katika alphabetically. Kwa hiyo basi hivyo au hiyo ndio mtindo wa jinsi gani wewe utakavyoweza kusajili domeni katika .tiznik. Kwa hiyo tumeona jinsi gani ya kusajili ya kucreate contact, jinsi gani tumeona ya kucreate NSSet, tumeona jinsi gani ya kutengeneza domain, tumeona jinsi gani ya kuangalia hela, tumeona jinsi gani ya kuangalia all domain zote ambazo zipo, tumeona jinsi gani ya kuangalia NSSet zilizopo, tumeangalia jinsi ya contact zilizopo na vitu vingine vingi. Kwa hiyo kama unavyoona hapa
katika help bado pana vitu vingi. Kwa hiyo siku hadi siku tutakuja kujifunza kitu kimoja kimoja. Mfano jinsi gani utakapoweza kuedit contact ambayo tayari ipo. Jinsi gani unaweza kuedit NS set ambayo tayari ipo. Jinsi gani utakapoweza kuedit key sets labda ulikuwepo. Jinsi gani utakapoweza sasa kurenew domain, ambacho nadhani hiyo na mafundisho yatakiwa yaje muda si mrefu. Kwa hiyo basi ni matumaini yetu kwa mafundisho haya yatakuwa na msaada sana kwako wewe kama service provider, au kama wewe ni mtu ambaye unataka kujifunza tu jinsi gani TizNick inavyofanya kazi. Naitwa Mkata Nyoni kutoka Dudumizi Technologies. Think, innovate.